Mtazamaji, leo nataka tujadili mimi na wewe kuhusiana na athari zitokanazo na maradhi yanayotokana na kujamiana katika afya ya uzazi. Maradhi ambayo yanatokana na kujamiana bila shaka mengi mmekuwa mkiyafahamu, lakini daktari hapa ninaye studioni atafafanua kwa undani kuhusiana na hayo maradhi, lakini na athari zake katika afya ya uzazi. Karibu sana. Swali lako, maoni yako niandikie kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii, niandikie kupitia Facebook, Instagram, lakini pia unaweza kuniandikia kupitia YouTube account yetu ya ITV Tanzania. Usisahau, baadaye tutazungumza mimi na wewe. Ninaye hapa studioni Dr. Ben Kimaro. Daktari, yes. Karibu sana ITV. Sana mambo yanakwendaje? Tunamshukuru Mungu. Kazi inaendelea. Safi kabisa. Mtazamaji, Dr. Ben Kimaro yeye ni daktari bingwa ambaye kabobea kwenye maradhi ya kina mama na afya ya uzazi. Anapatikana hospitali ya taifa ya Muhimbili. Nikasema leo nimuite tena studioni tuweze kujadili kwa lengo tu la kukumbushana, lakini pia kupeana elimu. Kila mmoja anatamani, kwa sababu unajua swala la ujauzito si kila mtu anaweza kubeba ujauzito. Kwa hiyo wale ambao wanapata ujauzito wana neema kubwa sana. Sasa ili ujauzito uje kuzaa mtoto baadaye unahitaji maandalizi, unahitaji vitu kadhaa vya kuvifanya kazi, yakiwemo kuyadhibiti hayo maradhi yatokanayo na kujamiana. Dokta, karibu sana. Nimetamani leo tukutane tena tutoe hili somo kwa Watanzania kuhusiana na changamoto za maradhi yatokanayo na kujamiana katika afya ya uzazi. Tuanzie kuyatambua kwanza haya maradhi yanayotokana na kujamiana. Maradhi yepi? Tulidadavue moja baada ya jingine, alafu sasa tupate connection au muunganiko kwenye afya ya uzazi. Karibu Dr. Ben Kimaro. Asante sana ndugu Osman. Nashukuru sana ITV kwa kujitolea muda huu kwa ajili ya jamii ili kupata elimu. Cha kwanza niseme kwamba changamoto zinazotokana na magonjwa yanayotokana na issue ya kujamiana ni kwamba cha kwanza kabisa haya ni magonjwa ambayo mara nyingi kupatikana kwake kunaambatana na swala zima la kujamiana. Lakini tuna magonjwa ya aina mbili. Kuna magonjwa ambayo ni ya moja kwa moja, magonjwa mengine sio ya moja kwa moja. Na maana kwamba ya moja kwa moja ni lazima watu wajamiane ili kupata ile magonjwa. Lakini haya ambayo sio ya moja kwa moja, ambayo tunaita direct and indirect, ni magonjwa ambayo hata mtu asipojamiana kuna njia nyingine ambayo anaweza akayapata. Labda nitoe mifano tu ili watu waelewe tunavyokuwa tunaendelea. Ya moja kwa moja ni kwa mfano kisonono na kaswende. Kwa asilimia kubwa kabisa ni lazima yanatokana na swala zima la kujamiana. Lakini kwa mfano ukimwi na homa ya manjano, tunaita hepatitis, yanaweza kupatikana. Yes, homa ya ini. Yanaweza kupatikana kwa njia nyingine. Kwa maana ya kwamba majimaji ya aina yote yale ambayo yakikutana, kwa mfano hata sisi tunaozalisha yale maji ya mtoto akikurukia kwenye macho, unaweza kupata hiyo hao virusi ambao tunaita hepatitis B. Na kama tunavyojua ukimwi, vile mtu anaweza kabla akatumia vitu vile nchakali anaweza akapata. Kwa hiyo sio lazima kujamiana. Kwa hiyo magonjwa haya yamegawanyika hivyo kwamba kuna ya moja kwa moja na sio ya moja kwa moja. Na vile vile ukiangalia ukubwa wa tatizo, shirika la afya duniani linasema kwamba kwa siku moja watu milioni 1 wanakuwa katika maambukizi mapya ya haya magonjwa ya kujamiana. Sasa kila siku kila siku watu milioni 1. Lakini duniani kote duniani. Lakini ieleweke kwamba kuna vitu viwili kitaalamu tunaita STD na STI. Sasa unasema STD kitaalamu ni sexual transmitted disease, lakini STI ni sexual transmitted infection. Utofauti wake mkubwa unakuja siku hizi tumehama kwenye STD kuna kwenye STI, kwa maana ya kwamba utofauti ni kwamba tu unaposema STD ni kwamba huyo ni magonjwa ambayo tayari yameonyesha dalili, yaani mtu anaumwa. Lakini STI ni kwamba unaweza kukuta watu 100 wamepata magonjwa kweli ya kujamiana, watu 20 wana dalili, lakini watu 80 hawana dalili. Kwa hapo ina maana kwamba ili mtu apate STD lazima apate STI. Kwa maana ya kwamba hawa 80 wanaweza aidha wakapona, mwili ukaponya wenyewe, au muda unaozidi kwenda wakaongezeka kwenye wale 20 ambao tayari wanaumwa. Kwa STI inaenda mbali zaidi kwamba inawezekana mtu haumwi
lakini ana ugonjwa tayari. Kwa hiyo ndio maana shirika la afya duniani limesema ni milioni 1 kwa siku wanaambukizwa. Lakini kwa takwimu za mwaka 2020 ni kwamba watu zaidi ya milioni 300 wamekuwa wanapata changamoto hizi za STI, kwa maana kwamba wengine kule wamebeba, wengine wanaumwa. Kwa tatizo ni kubwa kidogo. Lakini tunamshukuru Mungu kwamba kwa asilimia kubwa magonjwa ni magonjwa ambayo yanaweza katibika. Kwa hiyo ni swala tu la mfumo. Kuna ambayo yanazuilika kabisa na kuna ambayo yanatibika. Mtu anapona kabisa bila shida. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa hilo. Kwa hiyo hasa kwenye swala zima la haya magonjwa sasa ambayo kidogo yako mengi, lakini leo tutapitia yale ambayo yanaonekana kwa ukubwa wa tatizo lake. Kwa hiyo na magonjwa haya mara nyingi yanaambukizwa na aina ya bakteria, virusi na aina nyingine ya vimelea ambavyo tunavita parasite, ambao Kiswahili chake kidogo hatuni vimelea. Na ukija kuangalia sasa kwa upande wa bakteria au vimelea hivyo vingine, tuna ugonjwa wa syphilis ambao ni kaswende, tuna ugonjwa wa gonorea au kisonono, tuna ugonjwa wa chlamydia inaitwa hivyo Kiswahili chake, lakini vile vile tuna ugonjwa wa trichomonas au trichomoniasis ambao sasa hiyo Kiswahili chake ni hivyo hivyo tu, haina Kiswahili kingine. Hao ni bakteria na vimelea. Lakini kuna upande wa virusi, tuna kirusi kama vile human papilloma virus HPV ambaye naye anaambukizwa kwa njia hiyo na analeta changamoto mbalimbali ambazo tutaziona. Lakini tuna kirusi ambacho inaitwa HIV kama tunavyomjua, ambapo kuna HIV1 na HIV2, virusi wa ukimwi. Lakini vile tuna kirusi ambacho tunamuita herpes complex, ambaye huyo sasa wako na aina mbili na aina nyingine, lakini mbili ndo huwa zinafahamika sana. Lakini tuna huyo hepatitis, naye ni kirusi pia ambao tuna hepatitis B na C, lakini mara nyingi huwa tunapambana sana na B kulingana na uwezo wake mkubwa wa kuambukizwa. Kwa hiyo hao ni virusi ambao wanahusika sana. Kuna magonjwa mengine mengi ambayo na vimelea wengine wengi ambao wanaweza kusababisha, lakini sio kwa ukubwa kama hawa ambao nimeweza kuwataja. Sawa, nakushukuru sana. Mtazamaji, huyo ni Dr. Beni Kimaro, daktari bingwa mbobezi wa magonjwa kina mama na afya ya uzazi kutoka hospitali ya taifa Muhimbili. Dr. Beni, umezungumza hapo maradhi haya yanayotokana kujamiana. Yako mengi kidogo, lakini natamani japo kwa uchache wake tuyafafanue au tutofautishe moja hadi jingine. Sawa. Tuanze na syphilis au kaswende. Sawa. Hii inakwaje? Mtu ambaye ana kaswende anaonekanaje? Anaonyesha dalili zipi? Lakini hii kaswende inakwenda kuathiri vipi sasa afya ya uzazi? Asante ndugu mtangazaji. Sasa tumeanza na ugonjwa wa kaswende au syphilis. Cha kwanza eleweke kwamba ugonjwa wa kaswende unaambukizwa na aina ya bakteria ambayo inaitwa Treponema pallidum. Hiyo ndio bakteria ambayo anaambukiza ugonjwa wa kaswende. Ni bakteria ambayo kidogo hana haraka, lakini huwa na madhara mbalimbali. Sasa cha kwanza ieleweke kwamba mtu akishaambukizwa kaswende, ubaya wa kaswende ni kwamba uambukizo ukishatokea, ule ukali wa ugonjwa hauonekani mapema na dalili zake huwa zinakuja na kuondoka. Kwa mfano, kaswende imegawanyika katika sehemu kuu kama 4. Tuna primary syphilis, vile vile tuna secondary, tertiary na quaternary. Sasa muda huo unatofautiana. Cha kwanza kabisa, dalili ambayo inaweza kaonekana huwa kunatokea kipele. Kunatokea kipele katika eneo la mwanaume au eneo la mwanamke. Na kipele kile huwa kinakaa ndani ya wiki moja. Hakiumi, hakiwashi na kitaisha chenyewe bila matibabu yoyote. Na sasa kiisha ndio unakuwa umepona au? Hapana. Yaani hapo ni ugonjwa unahama kutoka primary, yani unazidi kuendelea. Sasa kwa wale ambao kidogo huwa wakijiona huwa hawashtuki, wanachukulia rahisi. Kwa hata una kimondoka atajua amepona. Lakini ugonjwa huo unahama kutoka lile eneo uliopo kwenye mashavu ya eneo la siri la mwanamke au kwenye sehemu ya uma mwanaume, itahama sasa, itaanza kutembea mwilini. Na baada ya muda ataona vipele mbalimbali katika mwili. Hiyo ni hatua ya pili ambayo tunaita secondary
syphilis. Na hivi vipele vya mara ya pili vinaweza vikatokea eneo gani la mwili? Karibia mwili mzima. Kokote tu? Karibia mwili, kitokea kimoja kama kipindi kile. Kitokea vingi. Ukitokea vingi ugonjwa sasa umehama, umeshatembea, umeanza kutembea kwenye damu. Kwa hiyo unahama kwenda sehemu mbalimbali za mwili. Baada hata miezi 4 au 6. Kwa hiyo mtu anaweza akawa akashindwa kuconnect. Changamoto ya ugonjwa kuconnect ni ngumu sana kwa sababu unakugusa unaondoka. Hadi unasahau. Na huyo vile kwenye hiyo secondary kama hatachukua hatua yoyote vitapona wenyewe. Bila shida vitapona. Kwa hivyo vikipona sasa, hii hatua inayoendea sasa hivi sio nzuri. Hatua hii inayoenda sasa hivi ni hatua ya tertiary syphilis, ambapo sasa kimelea huyu amejaliwa uwezo wa kupambana sana na ulinzi wa mwili. Kwa hiyo ina maana mpaka hapo ile defense ya mwili inakuwa imeshamshindwa kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo akienda hatua ya 3 hiyo, sasa ugonjwa unasambaa mwilini. Utasambaa unaweza kwenda kwenye ubongo, unaweza kwenda kwenye moyo, unaweza kwenda kwenye figo, unaweza kwenda sehemu yoyote ukakaa. Sasa kwa sababu ulinzi wa mwili unakuwa umeshaguswa sana, pale utakapoenda lazima ulinzi wa ule wa juu wa mwili uende eneo lile. Kwa hiyo itakuwa ni vita kubwa sana. Na ikiwa vita ni kitu ambacho tunakiita kitaalamu chronic inflammation. Chronic inflammation ni kwamba ni vita kubwa kama unavyoona vita sio tena ya SMG, labda sijui watu wa jeshi wanajua nuclear hiyo. Nuclear tuseme. Sasa inapotokea vile eneo ambalo linahusika kama ni kwenye ubongo, eneo lote litaharibiwa lile eneo. Kwa hiyo itategemea eneo gani la ubongo limeharibika. Kama ni kwenye moyo, inaweza kutengeneza tundu. Kama ni kwenye figo, inaweza kutengeneza. Kwa hiyo inategemea ile eneo ambalo kimelea huyo atakuepo, kwa sababu ulinzi utaletwa mkali. Na ule ulinzi ukiletwa pale, vurugu itakayotokea, ule ulinzi wa mwili hautaangalia kuna kitu gani. Yenyewe ni kupigana na yule kimelea. Kwa hiyo ndio athari inayotokeza. Kwa mtu anaweza kupata changamoto ya kifafa kama amepiga kwenye ubongo, pia eneo gani? Kwa sababu kwenye ubongo kuna center ambayo kila kiungo cha mwili kinakuwa controlled pale. Kama ni eneo ambalo lina control kuhema, kama ni eneo ambalo lina control miguu, atapata paralysis, anaweza kupata hiyo changamoto ya kushindwa kutembea. Kwa hiyo itategemea na eneo ambalo itaenda kupiga. Dr. Beni, kupitia huyu kimelea wa kaswende, mtu anaweza kupata pengine changamoto ya afya akili, au anaweza kupata matatizo ya moyo au figo, lakini kumbe shida ni kaswende. Yes. Kwa hiyo itategemea tu ile yeye yule kimelea alipoenda, ulinzi wa mwili ukitumwa pale, ni fujo zinatokea. Kwa hiyo itaharibu lile eneo. Kwa hiyo inategemea ni eneo gani. Kwa hiyo tunasema kitaalamu huwa inategemea tunachokiita gumas. Kwa mtu kimfanya CT scan au MRI unaziona kama ni kwenye kifua, kama ni wapi. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao kidogo kutatibu, lakini unaweza kuleta athari kubwa. Hasa hapo tumezungumza kwenye swala zima la mwili wa mtu. Lakini tunavuja sasa ukoneti kwenye uzazi sasa. Kwenye uzazi kiukweli ni kwamba cha kwanza kabisa tunashukuru Mungu, shirika la afya duniani, wizara, tunapambana sana katika kupima kila mama kuhusu swala la kaswende. Kwa sababu ukiondoa hiyo nilosema kwa mtu mzima, mama mjamzito anapokuwa na kaswende ni rahisi sana kumwambukiza mtoto. Hii ni kutokana na ukweli kwamba damu ya mama na mtoto huwa haichanganyiki. Lakini kuna ukuta mkubwa sana uliojengwa kati ya mama na mtoto ambao tunaita uteroplacental barrier. Uteroplacental barrier ni ukuta ambao umejengwa ili kumlinda mtoto. Changamoto ambazo zinatokea kwa mama zisiende kwa mtoto. Sasa kuna baadhi ya vimelea ambao sasa sisi tuseme ni Mungu ameruhusu, kwa sababu wote wameambiwa na Mungu na sisi, ambao wana uwezo wa kupita huo ukuta. Ukuta huo pia uko kwenye ubongo. Mungu uko kwenye ubongo pia, ambao unaitwa blood brain barrier. Na huko kwenye ubongo kazi yake ni kuhakikisha kwamba hata kama kuna sumu inapita kwenye damu isiguse ubongo, kwa sababu ubongo ni sehemu sensitive na ya muhimu sana katika mwili wa binadamu. Lakini sasa kwa huku kwa mama sasa ni kwamba kimelea moja hapa aliyepewa sifa ya kuweza kuvuka huo ukuta ni huyu Treponema pallidum. Ana uwezo wa kuvuka huo ukuta akaenda kwa mtoto. Sasa cha kwanza ileweke kwamba akienda kwa mtoto huyu bwana anaenda kuharibu vitu mbalimbali. Cha kwanza anaweza akatoa hiyo mimba. Lakini vile vile cha pili anaweza akasababisha mtoto asikue vizuri. Anaweza akasababisha mimba katoka mapema. Anaweza akasababisha mtoto ndio akakua lakini akawa na changamoto wakati wa kujifungua. Akaathiri moyo, akaathiri kama alivyosema ndo kazi yake. Kwa hiyo unaweza kukuta ndio kweli mtoto aidha mimba haijaendelea au imeendelea imeathiri mtoto. Kwa hiyo mtoto anapozaliwa anazaliwa tunavita congenital abnormalities, kwamba atakuwa na changamoto ya sehemu mbalimbali
za mwili wake. Kwa unaweza kaona ni kwa jinsi gani sasa. Ndio maana kila mama akija kliniki, akihudhuria kliniki, lazima tujue status yake ya swala zima la kaswende, na huwa tunapima kipimo ambacho tunakiita VDRL. Kwa hiyo ukienda kwenye kadi ya mama, ukifungua kule nyuma, lazima utakuta pale kuna VDRL, kuna hepatitis na vitu vingine kama hivyo, ili kuhakikisha mama tukimgundua mapema, tudilile naye mapema ili tumsaidie isilete changamoto. Ieleweke kwamba kaswende mara nyingi haizi sana kupata ujauzito kama hizi zingine. Haiathiri sana ule mfumo wa uzazi. Inaweza kaathiri, lakini kwa kiasi kidogo kulingana na wale vimelea watakavyotembea. Lakini haiathiri kama vile kisonono au na magonjwa mengine sababu yanaweza kaathiri lile eneo la njia za vya uzazi. Ila kwenye uzazi kwa ujumla inaweza kuleta changamoto hiyo, kwa kukuta mama watoto wake wengi wanakufa mara 3 mara 4, au mtoto basi bahati mbaya mama akapata mtoto wake lakini ana changamoto ya moyo na vitu vingine kama hivyo. Yeah. Asante sana. Nimejifunza hapo kwamba kumbe vimelea vya kaswende kama mama anavyo haiwezi kumzuia asipate ujauzito. Sio sana. Na hiyo ndio kaswende. Mtazamaji, kaswende hiyo kama ambavyo ulikuwa unichukulia poa, daktari ameizungumza vizuri hapa. Unaweza ukajikuta kuna kipele tu kimetokea, baada wiki mbili kinapotea chenyewe, afu unaweza nishapona. Hujatumia dawa yoyote, kumbuka, lakini baada ya muda vipele vinaongezeka katika eneo lolote la mwili, hizo vikajitokeza. Usipochukua hatua pia vinaweza vikajipoteza tu vyenyewe. Ukaona vimepita hivi, hali ya hewa hii. Unaweza ukajipa moyo namna hiyo. Kumbe kuna shida. Maana yake ni nini? Ukiona kitu ambacho si cha kawaida katika sehemu yako yoyote ya mwili, chukua hatua, kwa sababu niko na daktari wa uzazi. Sasa ukiona kuna kitu si cha kawaida katika maeneo yako ya uzazi, usichukulie poa, chukua hatua. Daktari, hiyo ndio syphilis, kwa maana ya kaswende. Twende kwenye kisonono. Tunavyozungumza swala zima la kisonono, ambao ina sifa ya gono wanasema. Samahani, kaswende tukuongeza sana kwa wanaume, kwa sababu kwa wanaume ni kwa ujumla, tumeongea kwa ujumla kwa mwanamke na mwanaume. Kwa nafikiri tumeshahama. Kisonono tutaongelea pande zote mbili. Sawa. Kwa sababu na kaswende ni kwamba inapita kama kwa mtu mzima, kama tulivyosema, mtoto anapata changamoto hiyo. Sasa tuje kwenye kisonono au gono. Unaweza swala lazima kisonono ndio gono Yes. Gonorrhea kwa Kiingereza. Kiswahili chake ni kaswende. Kisonono. Yes. Sawa. Na ina umaarufu wa kuitwa gono. Vijana wanaofahamu sana ugonjwa. Tena kwa siku hizi za siku za karibuni umepungua kwa asilimia kubwa kwa sababu ya matumizi ya antibiotic. Lakini kipindi cha nyuma ilikuwa kidogo changamoto sana. Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unaambukizwa na bakteria ambao anaitwa Neisseria gonorrhea. Bakteria huyu anaambukizwa kwa njia ya kujamiana kama tulivyosema, lakini ugonjwa huu ni ugonjwa ambao ni rahisi kutibu kuliko kaswende. Ni rahisi kutibu kuliko kaswende na unakubali sana dawa kuliko kaswende. Na tuanze sasa kwa upande wa wanawake na wanaume. Tunaanza kwa upande wa wanawake. Kwa mfano, kimelea huyu akisha ingia kwenye mfumo wa uzazi wa mwanamke, kimelea huyu huwa anashindwa kabisa kuharibu sehemu ya uke ya mwanamke. Hawezi kuharibu kwa jinsi alivyoumbwa na uwezo wake. Uwezo wake sio mkubwa kama wa kaswende. Kwa hiyo hafanyi kitu. Anapanda anaenda kwenye shingo ya kizazi, anapashindwa pia, hapawezi. Kwa anaendelea kupanda kwenye kizazi pia anapashindwa. Akifika kwenye mirija, ndio eneo ambalo anaanza kulimudu. Na ieleweke kwa mwanamke akipata maambukizi ya kisonono au gono, yeye huwa anaonyesha dalili mwishoni sana. Anaweza kuchukua miezi 2, 3 ndo akaonyesha dalili. Na hii kidogo ni mbaya kwa wanawake. Na ni kwa nini? Ni kwa sababu muda wote wanakuwa wanatembea na hayo maeneo ya chini hayaathiriki kwao. Na wakifika kwenye mirija, basi ieleweke mirija huwa pale wanapaweza, kwa sababu ni eneo ambalo tunasema ni epithelium ambayo kidogo ambayo ni nzuri. Yaani ule ukuta wake ni ukuta ambao ni mlaini. Kwa jamaa wanaanza kazi pale. Na kinachotokea kikubwa ni kwamba watashambulia ile mirija, na wakishambulia ile mirija watatoka pale, wataendelea kwenda mbele mpaka watadumbukia kwenye tumbo la chini la mwanamke ambao tunaita pelvic region.
na wakishashambulia paka tumbo la chini la mwanamke, ndio pale mwanamke anaanza kuhisi dalili ya maumivu ya chini ya kitovu, aidha kulia au kushoto au tu chini ya kitovu kama kawaida. Na huwa anakuja kidogo kidogo, kwa sababu tunasemaga huwa kuna acute inflammation na chronic inflammation. Yani wale wanaofanya kazi ulinzi wa mwili pia huwa unashtuliwa, kwa kuna reaction inatokea pale. Kwa hiyo inaweza kama miezi miwili au mitatu. Sasa kinachotokea kibaya ni kwamba kwa sababu inachukua muda pale, ni rahisi sana ulinzi wa mwili kuja na kufanyia kazi kama umechukua muda mrefu hujaweza kutibu. Na ileweke magonjwa haya changamoto yake kubwa ni moja tu. Unapozidi kuchelewa kuyatibu ndio hivyo tatizo linakuwa kubwa. Na kwa wale wote ambao wanaweza wakawahi kutibu magonjwa haya, mara nyingi huwa hawapati changamoto, mara nyingi. Ukiwahi hauwezi kupata changamoto kubwa. Kwa hiyo unaweza kaona hapo. Sasa wale vimelea wakifanya hivyo, kuna mawili bwana Othman. Kuna watu ambao ulinzi wa mwili uko vizuri, unaondoa kabisa ile infection, lakini kwa sababu imechelewa, inawezekana kabisa ile mirija sasa ikawa inapona kwa sababu ni miembamba sana. Inaweza sasa ikafika mahali ikapona kwa makovu, au ile kaliba, ile njia yake ikapungua ikawa ndogo sana, au ikaziba kabisa, kwa sababu ya swala zima la wale vimelea walivyokuwa wanapita kule na kupaharibu na uponaji wake. Kwa hiyo inaweza kapona kwa makovu, na kwa sababu ni viembamba sana, ni rahisi kuziba au kupungua ile njia, ikapungua ikawa ndogo. Kama ilikuwa milimita 2 kwa mfano, ikawa nusu milimita. Sasa changamoto yake ni moja. Kwa hiyo kuna mtu ambaye anaweza kupona kwa ulinzi wake wa mwili kabisa. Kuna mwingine hataweza kupona kwa ulinzi wake wa mwili. Tumbo litaendelea kumsumbua, ndo atakuja hospitali, atapatiwa dawa. Sasa itategemea amewahi kwa kiasi gani. Kama kachelewa sana, ina maana bado ile ikipona itaweka makovu. Kama amewahi, Mungu amemsaidia, haitaweka makovu. Sasa kinachotokea nini bwana Othman hapo? Cha kwanza ni kwamba uzuri wa kisonono hauleti athari kubwa ya mwili ya kufanya mtu afya wapate shida kubwa, hapana. Ina maana huyu atapona aidha kwa mwenyewe au kwa kutumia dawa. Kitakacho leta shida pale ni je, aliwahi kwamba mirija yetu haijaathirika? Kama alivyosema, maeneo mengine yote hayaathiriki. Na mwingine ambaye akichelewa sana atapata maumivu mbalimbali ya chini ya kitovu ambayo tunaita chronic pelvic pain. Ambapo sasa changamoto ya kwanza niliyosema ni kwamba inawezekana mirija kaziba, inawezekana ikawa membamba, inawezekana kabisa kwa sababu ya ule ulinzi wa mwili ukija pale, fujo zitakazotokea, ile mirija ikashikamana na kizazi. Kwa maana ya kwamba bwana Othman, huwa katika ya kawaida ni kwamba ile mirija na mayai huwa havina muunganiko, viko tofauti kabisa. Kwa hiyo yai liko kivyake na ule mrija ukifika uko kivyake. Ni mpaka tu wakati yai likipevushwa, wakati linataka lipelekwe, ndio hapo vinakujaga pamoja. Sasa unaweza kufikiria vinapeana taarifa kivipi, lakini Mungu alivyoumba. Kwa hiyo hakuna muunganiko bwana Othman. Kwa kama imekaa hivi, na maana yai ni hili, mrija ni huwa, unakuta vimekaa tofauti. Lakini ule muda ukifika, vinakaribiana, yai linadondoshwa, inadaka, alafu inatembea kwenda kukaa sehemu kusubiri ya mbegu. Na hata picha nyingi za maeneo yale daktari zinaonekana kama vimeungana. Sasa ule ni mchoro. Haitakiwi kuwa vile. Sasa bwana Othman, kwa mfano kama hii mirija sasa imeshikiwa huku baada ile shida, ina maana yai litakuwa hatari, litadondosha. Likidondosha, ina maana huyu mtu atapata changamoto. Kwa hiyo hizo ni changamoto ambazo zinaweza kutokea. Kwa kwanza, mtu huyu kama mirija yote imehusika na imepata shida, atapata changamoto. Either mimba anaweza ikatungwa, kwa sababu mbegu zinaweza kupita kwenye ile njia nyembamba zikafika eneo la kukutana na mwenzake yai, vikakutana, mimba ikatungwa. Lakini ile yai kwa sababu kidogo ni kubwa, kurudi kuja kwenye mji wa mimba ili mimba itungwe iingizwe ndani ianze kukua, inaweza kawa changamoto. Kwa hiyo itabaki kwenye mrija. Ikibaki kwenye mrija, bwana Mungu sio ajizi. Pale mimba itakapokuwa popote huwa inakuwa popote pale. Ikienda kwenye ini, mfano mwaka juzi tulitoa mtoto kwenye ini. Yaani mimba imetungia kwenye ini. Kwenye ini vipi? Yaani kwa mfano ukichukua mimba bwana Othman, weka kwenye utumbo mdogo, weka siju, inakuwa. Yenyewe yaani Mungu alivyoiumba ina uwezo wa kutengeneza mishipa ya damu, kuchukua kila kitu.
Kwa hiyo maana huwa tuna abdominal pregnancy. Unasikia mimba imetoka kwenye tumbo la kawaida na tukazalisha au imetungwa nje ya uzazi. Ndio nje ya uzazi maana yake. Ehe. Kwa hiyo mimba ikishaunganikwa Bwana Othman, nguvu iliyopewa ile nguvu ya umbadi ikitoka kokote yenyewe inakuwa. Mradi kwa kuna mazingira mazuri, conducive environment. Kwa hiyo mtu huyu sasa, kwa sababu lile litashindwa kurudi kwenda kwenye kizazi, likitabaki pale na mimba itakuwa. Ikikuwa sababu ile mrija hauwezi kushika mimba, utapasuka. Kwa hiyo huyu mtu atapata ectopic pregnancy, mimba itatunga nje ya kizazi, lakini sio hivyo tu, itachanika miezi 2-3 kwa sababu ile eneo haliwezi kushikilia ule ukuaji wa mimba. Kwa hiyo either atapata ectopic pregnancy, lakini kama bahati mbaya imeziba yote, ina maana hata mimba hataweza kupata. Daktari, wapo wanawake ambao wanapitia hizo changamoto na kupata mimba nje ya mfuko wa uzazi? Wengi tu Bwana Othman. Kwa uzoefu wako, hebu tupo uzoefu. Ni kweli ni kati ya 8 mpaka 15. Ipo hiyo kabisa. Na inatunga eneo gani? Na kwa sisi kwa mfano Muhimbili tunapata nyingi kwa sababu hospitali nyingi zikishatoka hivyo wanawaleta kwetu. Kwa sababu changamoto kubwa hapo ni moja. Mama ishapasuka, huwa damu inavilia tumboni. Kwa hiyo unakuta pressure inashuka, na usipo na muda mama anaweza kaondoka kafariki. Kwa hiyo huwa wanatuletea. Kwa hiyo tunakutana nazo nyingi tu Bwana Othman. Yaani nataka kujua huwa zinatunga eneo gani nyingi ambazo mnakutana nazo? Nyingi ni kwenye tube hapo kwenye mrija. Ndio eneo tulilosema, na kwa sababu ya shida ndio hizo nyingi. Hizo zinazotunga kwenye tumbo, sio kwenye ini, ni chache sana, lakini nyingi ndio matatizo ndio hayo tunaongea leo. Kwa hiyo nyingi zinatungwa kwenye eneo la mirija ya uzazi. Kisonono hicho. Kisonono inaweza kachangia na vitu vingine. Hapo tumezungumza kisonono kwa kina mama. Ndio. Tuwazungumzia wazee baba sasa. Sasa tunakuja kwa wanaume. Na ukumbuke daktari, ulizungumza mwanzoni kwamba mwanamke anaweza akachelewa kuona dalili za kisonono. Sasa sijajua hapo kwanza huyu mwanamke anatakiwa afanyeje ili aweze kumdhibiti mapema ikiwa hata dalili zenyewe zinachelewa. Lakini kwa mwanamume utakuja kutuambia dalili anaziona kwa muda gani? Mwanamke anachopaswa kuona cha kwanza kabisa, sio wote ambao wanatoaga uchafu, sio wote kwenye kisonono, sio wote. Lakini kuna baadhi ambao wanatoa uchafu. Na ileweki Bwana Othman, Neisseria gonorrhea, huyu bakteria ni moja wapo pia anayesababisha PID. Kwa hiyo itategemea. Kwa hiyo unaweza kuona wale wanaotoa uchafu vile vile kama ulivyosema, kuchukua hatua mapema. Maumivu ya tumbo la chini ambayo yako nje ya period, kwa sababu wengine wanakuwa na hedhi zenye maumivu. Uchafu unatoka sio siku unakuta vile tumbo linauma sio siku zako za hedhi, haupaswi kuvumilia. Kwa hiyo hayo yote yanatokea pale kwa huyu mwanamke. Kwa hiyo cha msingi ni kuwahi. Ujanja ni kuwahi. Na kuwa na kujitahidi kuwa katika hali ambayo ni usafi ambao hawezi kupata changamoto kama hizo. Kwa hiyo Bwana Othman, kwa mwanaume, tunavuja kwa mwanaume kwenye swala zima la kisonono au gonorrhea, ni kwamba ni tofauti kidogo na mwanamke kulingana na swala zima la anatomy au jiografia ya maumbile ilivyo. Cha kwanza ieleweke kwamba kwa mwanaume anapoambukizwa na mwanamke. Kwa hiyo Bwana Othman hapa, kwa sababu mwanamke anachelewa, kama mwanamke kidogo ndio hivyo anakutana na wanaume wengi, ina maana kwamba mwanamke anaweza kaambukiza wanaume zaidi ya 20 yeye asijue kama anaumwa. Kwa sababu yeye anachukua muda mrefu. Lakini sio kwa mwanaume. Mwanaume unapopata wale vimelea, cha kwanza ieleweke ndani ya siku 2 mpaka 3 utaanza kuona dalili. Enzi hizo nilivyoanzaga udaktari ni kwamba ukikutana na mwanaume ambaye amepata gono kama ana hela yake, ashindi kukupa milioni, ashindi kukupa. Ni kutokana na ukweli kwamba mwanaume anapata dalili kali sana na ndani ya muda mfupi. Ulikuwa unakutana na mtu ambaye akija na kuita kwanza pembeni, anakuambia shida yake, alafu na kusaidia sababu anakuwa kwenye hali mbaya. Akitaka kwenda kujisaidia ndio hivyo inakuwa changamoto. Anaweza kakaa dakika 10 kwa jua labda ameenda haja kubwa, 10 ni haja ndogo, lakini jinsi ya kupambana mpaka kuitoa Bwana Othman, kwanza zinatoka usaa kwanza. Ule usaa unakuta huko na nguo ya ndani vimeshikana mpaka agambue kwanza. Wakati anatoa ile haja ndogo tu ni shughuli. Kwa hiyo akitoka huko sura inakuwa ngumu. Lakini kwa mwanamke hapiti hizo. Kwa hiyo jamaa akitoka huko bana, mkionana hivi hata kusaza asikusalimie. Kwa hiyo ndani ya siku 2 au 3 tu anakutana na majanga kama hayo. Kwa hiyo ni lazima upende, usipende utaenda hospitali. Kwa hiyo siku hizi imepungua, sio kubwa sana kulingana na matumizi ya hizo antibiotics. Kwa hiyo
inakwenda kuathiri nini kwa mwanamume na inaweza athiri nini katika afya yake ya uzazi? Ndio tunaenda huko. Kwa hiyo wanapoingia wale vimelea, wanachofanya wanapita kwenye ile njia ambayo tunaita urethra, njia ya sehemu ya uume mwanaume, lakini inaweza kaenda sasa mbele, ikaenda zaidi mpaka kwenye njia ya kubeba mbegu, au ikapanda kwenye njia kuelekea kwenye kibofu, na huwa inaathiri mpaka kwenye korodani. Kwa sasa kinachotokea hapo, kama kwa bahati mbaya imekuwa rahisi kwa mwanaume kuathirika, kitakachotokea hapo ni kitu kimoja. Inaweza kaenda ikaziba zile sehemu ambazo tunaziita epididymis. Akapata epididymitis, kwamba umetoka inflammation kule ndani, ile mirija ya kuleta mbegu juu ikaziba. Lakini sio hivyo tu. Mwanaume akipata gono au kisonono mara kwa mara, kinachotokea ni kwamba ile njia yake, kwa sababu unajua wanaume na wanawake tunatofautiana. Hii njia yetu ya mwisho tunatumia kwa ajili ya uzazi na kwa ajili ya haja ndogo. Tofauti na wanawake zimetenganishwa. Sasa ni inawezekana kabisa, kwa sababu ile njia ya kuleta haja ndogo pamoja na uzazi kwa mwanaume, mbegu ikawa ndogo. Ikiwa ndogo, basi hata mkuja kupita saa nyingine baadaye inaweza kawa changamoto. Ielewe kwamba matatizo haya hayaji siku ile unapopata ule ugonjwa. Ni baadaye miaka 5, 10 huko mbele ndio changamoto unaweza ukazipata. Kwa hiyo sasa unaweza ukapata hiyo shida ukaimaliza, lakini kumbe kama ukuiwahi ikileta changamoto utaona baadaye. Kwa hiyo mwanaume, cha kwanza ieleweke kwamba itaathiri korodani, itaathiri njia ya kuleta mbegu juu. Ndio maana kwa mfano sasa hivi tuna changamoto ya baadhi ya wanaume ambao wao kwenye shughuli wako vizuri, wao kwenye uzazi havionekani vitu, kwa maana ya kwamba haionekani mbegu hata moja, lakini kwenye shughuli wako vizuri na mbegu hata moja haionekani, kwa sababu ile mirija ya kuleta mbegu juu, kwa sababu ieleweke kinachotoka kwa mwanaume huwa kinatoka kwenye kwenye zile tezi ambazo zinabeba mbegu. Kwa hiyo unawezekana kabisa akaona kweli kuna kitu kimetoka kama mbegu, lakini ile mirija ya kuleta mbegu zinatoka chini kabisa, ila tezi ziko juu. Kwa hiyo unaweza kaona mwanaume analea kila kitu vizuri, lakini ukipima mbegu zinakuwa sifuri kwa sababu ya ile mirija inayoleta mbegu. Kwa maana kupima na mashine sasa. Yes. Sio kwa macho ya kawaida. Sio kwa macho. Kwa macho utaona tu hiyo hapo ipo, lakini unakuta hamna kitu. Kwa Bwana Othman, kwa mwanaume athari ni hizo, kwamba inawezekana baadaye ukapata shida ya kukojoa vizuri, au vile vile ukapata shida kwenye swala zima la uzazi. Na kwa bahati mbaya inawezekana umepitia changamoto za haya maradhi ukiwa na umri wa ujana. Alafu matokeo unakuja kuyapata baadaye. Yes. Ndio sababu tunasema 10, 15 unaweza kupata baadaye, kwa sababu ile njia ilipungua sana. Daktari, natamani unisaidie katika ile eneo. Si zuri sana, lakini tulizungumze, kwa sababu ni vitu wakati mwingine ukivificha unaweza usiwasaidie watu. Kwa mwanamke ambaye ana haya maradhi, aidha kaswende, kisonono, sijui chlamydia na zingine, ana HPV, lakini bakteria wale akawapata mwanamume mdomoni. Si unaelewa hicho Kiswahili? Yaani wale wadudu mwanamke anao katika ile maeneo yake, lakini mwanamume akawapata kwenye kinywa chake. Unakwenda kuathiri nini kinywani? Bwana Othman, itategemea ni aina gani ya bakteria au kirusi, kwa sababu unakuta katika hali ya kawaida kinywa kama kinywa kina njia yake moja kwa moja, njia ya chakula inapita moja kwa moja. Kwa hiyo itategemea na aina ya bakteria au kirusi ambaye anaweza akawa amempata yule mwanaume. Kwa hiyo wengine wanaweza kaathiri, wengine wasiathiri. Kwa hiyo itategemea na aina, lakini mara nyingi tunasema kwamba kwa mfano kuna aina ya fungus ambao wakipita kwenye hilo eneo, na issue sio mdomo, issue ni hiyo njia, unaweza ukapata changamoto ya fungus kwenye koo, unaweza kupata. Kwa hiyo itategemea kwa kweli na aina ya hicho kimelea ambacho kimepatikana. Lakini hakuna kwamba vimelea wote unaweza kuleta changamoto hiyo moja, hapana. Kwa hiyo itategemea na aina ya kimelea. Lakini inaweza kuleta changamoto ya saratani, inaweza kuleta changamoto ya fungus kwenye njia ya koo na mambo mengine kama hayo. Sawa, tuendelee na maradhi mengine yanotokana na kujamiana. Sawa. Sasa kwa sababu tumediscuss hayo au bakteria wale ambao ni wakubwa. Sasa labda tumalizie na swala zima la chlamydia. Chlamydia anaungana na hawa wote watatu kuleta kitu ambacho kinaitwa PID, pelvic inflammatory disease. Na kiufupi tu ni kwamba ukiunganisha hawa bakteria watatu
kwa sababu kuna ule mwingine anaitwa Trichomonas vaginalis na huyo Chlamydia trachomatis. Hao wengine wawili hawa mara nyingi wanaweza kuleta changamoto kama tulizozisema, lakini sio kubwa kwa kiwango kama hawa Neisseria gonorrhea na huyo Treponema pallidum. Na hawa wote wanaungana sasa, wanaweza wakachangia kuleta kitu ambacho tunakiita pelvic inflammatory disease au uambukizo katika njia ya via vya uzazi. Kwa hiyo tunasema PID hao jamaa pia wanahusika. Na kama tulivyosema, dalili zake itategemea tu kwamba je, anaweza kutoka na uchafu au tumbo likauma chini ya kitovu. Uchafu wenyewe lazima unuke wakati mwingine, na uchafu ukiwasha tu, ina maana hapo kuna jamaa mwingine ambao tunamuita Candida albicans, ina maana tayari fungus wameingia ndani yake. Kwa hiyo vikichanganyika na hivyo, fungus anakuwa ameingia ndani yake. Na kwa ujumla hao Chlamydia na Trachomatis wakati mwingine unakuwa na uchafu ambao sangine unakuwa ni wa njano, wengine unakuwa ni wa kijani wakati mwingine, lakini unafuatana kama usaa, unaona. Lakini sasa unapokuja kukuta kwamba uchafu unabadilika kidogo, kama kuna mchanganyiko wa fungus unajua wenyewe huwa wakija wanaleta uchafu ambao tunaita curd-like, ni kama maziwa ya mtindi. Na dalili itategemea, kama wako wenyewe watanyosha tu moja kwa moja, mwasho mkali sana, na mwasho ambao mtu anaweza katoka ofisini akaenda chooni, ukajua kaenda kujisaidia, kumbe mwenyewe kaenda kujikuna. Alafu vile vile wakati huo, wakati wa tendo huo wanaumia, wanasikia kama visu au viwembe vinapita pita. Kwa hiyo wanawake wengi ambao wana mchanganyiko wa vimelea hawa huo wanashindwa kabisa hata kufurahia tendo, na mara nyingi wanaumia na huwa wanachubuka. Kwa hiyo vitu vinaweza vikatokea, unakuta mwanamke kwenye kila tendo wanachubuka. Kwa hiyo hawezi kufurahia na hawezi kuwa na interest, na ile hata ile appetite, ile hamu inakuwa imeondoka. Kwa hiyo hao vikiunganika vyote hivyo, unakuta huyo mtu tayari anakuwa na PID, lakini anakuwa pia na fungus. Kwa hiyo Treponema pallidum na huyo Trichomonas na huyo mwingine ambaye ni Chlamydia wanachangia hapo. Kwa hao ni ndo bakteria ambao ni wakubwa sana, ambao wanaweza wakaleta changamoto kwenye hizo njia zetu za uzazi na kuleta athari. Sasa labda tuingie kwenye virusi. Kabla virusi, Dr. umezungumzia kwa Chlamydia ambaye anaweza kaleta PID, maambukizi kwenye via vya uzazi. Na umetoa dalili hapo za hizo PID, uchafu, harufu na vitu kama hivyo. Sasa nataka muunganiko wake kwenye afya ya uzazi. Okay. Mtu ambaye ana PID inaweza kaathiri vipi afya yake ya uzazi? Bwana Othman, huwezi kuwatenganisha yule kisonono, Chlamydia na hiyo Trichomonas vaginalis. Hao wanaweza kabisa wakaleta zile changamoto. Kwa mfano, wenyewe wengi, unajua eneo la uke, eneo la shingo ya kizazi, eneo la kizazi, kwa hao bakteria hawawezi kabisa kugusa hayo maeneo. Wengi wanakimbilia kwenye mirija. Kwa hiyo ile cascade, yale maelekezo ambayo tuliyasema kwenye mirija na kwenye tumbo la chini la uzazi kuhusiana na huyu kisonono, kuhusiana na Chlamydia na huyu Trachomatis, yote yanaingia mle. Either mirija itapona kwa makovu, nje itakuwa ndogo, ambao hapo atapata ectopic. Mimba ikitunga, mbegu zitapita kwa sababu ni maji, lakini yai ilishatungwa pale, kurudi litashindwa, ectopic. Wengine kwa bahati mbaya, ile njia ikifunga pande zote mbili, sio pande moja, pande zote mbili, huyu tena hawezi kuzaa kwa njia kawaida. Ina maana lazima aende kwenye IVF, in vitro fertilization, ambayo kidogo ina mambo yake. Kwanza ni gharama kubwa, sio kila mtu anamudu, lakini vile ni probability, huwa ni 30% mpaka 40 kwa watu, kwa senta ambazo zimejiweka vizuri. Kwa unaweza kaona sio kila mtu anaweza kumudu. Kwa hiyo ni bora kuhakikisha kama unatibu haya magonjwa mapema au unazuia usipate, ili usiingie kwenye hiyo changamoto. Kwa hiyo wote hawa wa PID na wale wa kisonono, kwa sababu ni visababishi vile wanaweza wakaleta hiyo changamoto. Katika PID hapo, kwa maana Chlamydia hujamzungumzia mwanamume hapo. Mwanamume anapata PID, Dr.? Kwa hiyo lazima la PID, kikweli mwanaume hapatagi PID. Mwanaume anabeba vimelea kwa muda kadhaa. Anaweza kabeba vile vimelea, na ndio maana kuna baadhi ya wamama wanapata changamoto sana ya PID kutokuisha. Kwa sababu kuna wengine kule wanakuwa na vimelea vikali ambavyo wakitibu na dawa vinashindwa kuisha. Lakini kuna wale ambao wanapata dozi nzuri, kwa kweli wanatumia dawa vizuri,
Sasa unakuta mzee kapata dozi ya siku 5-7. Mzee alishabeba wale vimelea nao. Kabla hawajaisha wanakutana tena. Wakikutana tena wale vimelea wanaanza upya. Na sio kwanza upya tu. Wanaweza wakaenda stage nyingine ya pili. Tunasema Bwana Othman sijui tunasemaga kama hivi tunawasema nyoka ni adui wa binadamu. Lakini si ndo Mungu kamuumba. Na hawa vimelea Bwana Othman, vimelea wote, bakteria na virusi, wamepewa uwezo wa kuisoma dawa. Ukimpa dawa bakteria kwenye dozi ambayo sio sahihi na usipotumia vizuri, yeye anachotumia anafubaa. Kifubaa amepewa uwezo kama kiwanda, yani anaisoma ile dawa moja baada ya nyingine, akishaisoma ile dawa anakopi vile vitu kwenye mwili wake. Ana sehemu ya mashine ya kufyatua watoto ambao ile dawa hawezi kuua. Na unayemzungumzia bakteria au kirusi, sasa hivi hapa wapo kibao lakini huwaoni. Sasa Bwana Othman, hiyo teknolojia ni ya hali ya juu, lakini wamepewa uwezo huo. Na ndio maana tunachokiita antibiotic resistance, ambao ni janga la dunia mpaka sasa hivi. Linatuletea shida sana, kwa sababu ndio maana hata watu wengi unaona wanapata dawa hawaponi, kwa sababu bakteria kapewa uwezo na virus. Kwa hiyo yeye ukikula dawa ovyo ovyo tu, labda kuna wale wanaokunywa dozi, kunywa asubuhi na jioni, anakunywa anavyotaka, muda anaotaka, dozi anayotaka yeye, unajua unatengeneza usugu. Na itafika mahali utaumwa kitu, ukitumia hiyo dawa haikusaidii kabisa. Ndio maana tunasisitiza ukipewa dozi, tumia dozi vizuri. Hapa jamaa pao uwezo bwana. Sasa godi hapo sielewi, lakini kawapo huo uwezo. Kuona uwezo mkubwa sana wale jamaa, na ni wadogo, na hata hapa wapo huwaoni, lakini kwenye meza wapo. Wapo lakini huwaoni, na uwezo huo wanao. Asante sana mtazamaji. Ni Dr. Ben Kimaro, huyo daktari bingwa mbobezi wa magonjwa kina mama na afya ya uzazi. Leo tunazungumzia athari za magonjwa yanayotokana na kujamiana kwa afya ya uzazi. Bila shaka unaendelea kushiriki mchezo super kupitia ITV na Radio 1. Tuma shilingi 1000 kwenda kwenye namba ya kampuni 222223. Kumbuka namba, andika neno ITV au namba 777. Tupia buku lako hapo, alafu ingiza namba yako ya siri. Utakuja kunikumbuka mtazamaji. Zipo zawadi nyingi sana mbali na fedha taslimu, lakini kuna zawadi kama vile TV za kisasa zinatoka, friji yanatoka, microwaves zinatoka, hayo ambayo yanaitwa rice cooker yanatoka. Yani sio mchezo. Lakini pia zawadi ya mwisho wa mwezi kuna milioni 15, kuna gari mpya Toyota IST. Mimi ni Othman Suleiman. Karibu sana mtazamaji. Daktari, kuna hii inaitwa human papilloma virus ambao pia wanapata baadhi ya kina mama na mabinti. Tunamshukuru Mungu, wataalamu mmeenda mbali sana sasa hivi, mnapiga chanjo watoto wa kike. Sasa kwa mama ambaye anaye huyu HPV, kwa maana human papilloma virus, ye anaweza kuathiri namna gani afya ya uzazi? Bwana Othman, swala la kirusi huyu ambao tunaita human papilloma virus, ni kirusi ambaye ana strain. Tukisema strain Kiswahili ni nyanja. Yaani ana nyanja mbali, ana subtype, yani yuko aina nyingi. Kuna low risk na high risk. High risk kwa mfano ni 18 na 16 ni high risk, lakini 6 na 11 na nyingine nyingi ni low risk. Na low risk unasema ni yeye kweli ni human papilloma virus, lakini hawezi kuleta madhara makubwa. Ni ndio wale ambao wanaletaga ile tunaita warts, vidutu kwenye eneo la mwili, hasa eneo la siri, eneo la siri la mwanaume au la mwanamke. Unakuta vidutu vingi, kwa hiyo watu wanatibu. Sasa yule ni human papilloma virus low risk. Yule ambaye ni high risk sasa ni yule ambaye anaweza kusababisha saratani ya mlango au shingo ya kizazi. Na Bwana Othman, tunamzungumza huyu hasa kwa sababu yeye yuko kwenye nyanja ya mojawapo ya kimelea ambaye anaambukizwa kwa njia ya kujamiana. Na ukiangalia jinsi ambavyo ugonjwa huu unavyoenda, either wa low risk au high risk, ni kwamba unaweza ukapatikana mapema, kwa maana ya kwamba ile infection, yale maambukizi yanatokea sana kwa wale ambao wanaanza tendo mapema. Hii miaka 13, kuanzia miaka 10, 12, 13, 14 mpaka hapo 16 wanaanza mapema. Hii ni kutokana na ukweli kwamba
kwenye eneo kutoka anatomy, ile jiografia ya eneo la uke, kuanzia eneo la chini la uke kwenda kwenye shingo ya kizazi, kuna eneo ambalo tunaliita transformation zone. Transformation zone ni eneo ambalo huwa linabadilika binti anapokuwa anakaribia kuvunja ungo hadi anapovunja ungo na anapoenda kidogo, eneo hilo huwa linabadilika kutoka eneo la chini kwenda la juu. La kitaalamu kidogo tunaita transformation zone, kwa sababu kuna mabadiliko makubwa sana yanatokea pale. Sasa huyo kirusi akiwa yupo kawekwa pale, huyu binti kwa bahati mbaya kashampata yuko pale. Ni kirusi ambaye anaweza kufanya kitu tunachokiita incorporation ya vile vinasaba vya yule binti na lile eneo, kwa sababu ni eneo tunaliita na rapid multiplying cell, yani seli zake, kwa sababu kuna mabadilisho makubwa. Yule kirusi anapenda sana hiyo hali, kwa hiyo akibadilisha anajiingiza pale na yeye anabadilika na lile eneo. Kwa hiyo utakuta kwamba baada ya miaka kadhaa, kwa sababu uzuri ni kwamba ugonjwa huu huwa unaenda taratibu, hauendi haraka haraka. Unapopata ile maambukizi hadi kufika ugonjwa kuonekana inategemeana na kinga yako ikoje, lakini ni miaka 7, 10 mpaka 15 mpaka 20. Na ieleweke kwamba watu wengi wanaopata uambukizo huu wakipata wanawake 100, wanawake 80 miili yao inaweza kuondoa kabisa ile infection isiendelee kwa ugonjwa, lakini 20 wataendelea na ule mchakato ule ugonjwa. Kwa hiyo kati ya watu 100, 20 wanaweza kupata changamoto, na hii ni kutokana na mambo mbalimbali, ikiwepo kinga kama sio nzuri na factors zingine nyingi. Kwa hiyo sasa ina maana kwamba kwa mtu ambaye itakuwa hivyo, sasa unaweza kupiga mahesabu Bwana Othman, huyu mtu ambaye ana miaka sasa kapata na miaka 13, huyu mtu baada ya miaka 15 atakuwa na miaka 20 na 30. Kwa hiyo kipindi hicho anaweza akaanza kugundulika kwamba dalili za saratani ya shingo ya kizazi zimeanza, na wakati huo ndo muda ambao mama anatakiwa abebe ujauzito. Na wengine Bwana Othman tunakutaka kabisa mama ni mjamzito tayari ana wiki 20 au miezi 5 na huko chini kuna saratani ya shingo ya kizazi. Kwa unaweza kaona jinsi gani ambapo mtoto anaweza athirike moja kwa moja, lakini ikifika kipindi hicho Bwana Othman, kama saratani imekolea, sisi sasa pale hatumangalii tena mtoto. Kuna saratani kama inaenda haraka sisi tunaangalia uhai wa mama. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yanaweza kutokea hapo. Na mwingine tulipata shida kidogo, tulikuta alikuja tukakuta huku chini uvimbe ushakuwa mkubwa kabisa, lakini ana mimba miezi 3. Tukajiuliza hii imepita wapi mimba, kwa sababu kule ukigusa tu ni damu zinatoka. Sasa hatukuweza kujua. Kwa hiyo mambo ni mengi Bwana Othman. Kwa hiyo inaweza kaathiri moja kwa moja career ya mama, kwa sababu ina maana sasa Bwana Othman, huyu mama kwanza lazima azae kwa operation, kwa sababu lile eneo, ile shingo ya kizazi huwa ndio inayotanuka kuachia mtoto apite. Ile imeshakuwa na madonda, inatoka damu, kwa haiwezi kuruhusu mtoto kupita. Lakini vile vile Bwana Othman, ikitokea hivyo sasa, tukishamtoa ule mtoto, labda imetokea tumeweza kuvumilia, kwa sababu kuta kama ni wiki 24 na 8, unaweza kuvumilia, tufunge macho kidogo, tumtoe mtoto hata apate mtoto. Lakini kifuatacho, unataka kifuatacho ITV mnasemaga hivyo, anaweza kula asiendelee tena kuzaa, labda atumie njia za kisasa, kwa maana kwamba kizazi hakiwezi kutumika tena, kwa sababu tutakipiga mionzi na nini. Kwa labda tutumie kitu ambacho tunakiita surrogacy. Surrogacy, kama mayai yake ni mazuri, tutayavuna yale mayai, tutaweka bank, huwa tunahifadhi, alafu atatafuta mtu wa kumbebea mimba. Tutachukua mbegu za mume wake kama ana mume, yale mayai yake. Surrogacy ipo pamoja, haijawa rasmi, ipo inafanyika kabisa. Kwa hiyo mwanamke unakuta atumie kizazi chake, anatumia kizazi cha mwingine, lakini vinasaba vinakuwa vya kwake kila kitu. Kwa hiyo mwanamke mwingine atakuwa amebeba tu kama kopo, kama nyumba, anabeba, atambebea mimba, itabidi amlipe, na kuna mambo mengi hapo yanayoendelea, lakini ambayo hasa ni nje ya topic yetu. Kwa hiyo Bwana Othman, hiyo human papilloma virus anaweza kuleta majanga mengi tu. Huyu wa low risk sio sana, lakini huyo high risk Bwana Othman yanaweza kuleta majanga mengi. Na ndio maana tunasisitiza sana wanawake wote wao wanapima saratani ya shingo ya kizazi au ya mlango wa kizazi. Na ndio maana tumeenda mbali kidogo kwamba tutafute namna ya kuzuia mabinti zetu na watoto wetu wasiweze kupata changamoto hii kwa kuwapatia chanjo. Najua chanjo ileta kizaazaa sana hapo nyuma, kumekuwa na changamoto nyingi.
mtoto wangu asichanjwe na nini na nini, lakini je, chanjo za hapa mbona tuzuii? Kwa hiyo ni chanjo kama chanjo nyingine. Hayo mambo mengine ambayo tunazungumza siwezi kusema ni akule ni uongo, lakini umuhimu wa chanjo uko pale pale. Ndio maana hata wewe unaoniangalia, jiangalie hapa, utapata jibu. Yeah. Sawa, mtazamaji, huyu ni Dr. Ben Kimaro akitoa somo kuhusiana na magonjwa haya tokanayo na kujamiana na athari zake kwenye afya ya uzazi. Una swali, una maoni, huu ndio muda wako kunipigia sasa kupitia nambari ya 0767444701. Nipigie kupitia nambari hiyo ya 0767444701. Wewe ni nani? Swali lako, maoni yako, huu ndio muda wake. Naam, daktari, tunasonga mbele. Kuna mtazamaji kwenye line anaitwa Paulo. Paulo, habari za jioni? Nzuri, habari za kazi? Safi. Paulo, uko wapi? Mwanza. Karibu sana kutoka Mwanza, Paulo. Mimi nitaka muuze dokta kidogo. Maana kuna rafiki yangu mmoja anasumbuliwa na vidonda sehemu za asili. Mwasho mkali sana, hapo anasikia maumivu. Ni rafiki yako? Ehe. Kwa hiyo alikuwa dithia? Ndiyo bwana Paulo. Sasa sijui anaweza akatumia nini na sijui tatizo ni nini, dokta kama uzoefu wake yeye naweza kanisaidia. Sasa Paulo, ndio unajua wakati fulani daktari anaweza akataka kumhoji vinamna vimeanza lini, viko eneo gani. Sasa angepiga mwenyewe ingekuwa ni rahisi sana, au la nitamwomba daktari hapa atoe namba yake ya simu, alafu utampa wewe rafiki yako ili ampigie daktari mwenyewe amhoji zaidi. Sawa, itakuwa au sivyo daktari? Asante Paulo. Endelea kutazama ITV Super Brand Afrika Mashariki. Nawe unaweza vile vile kutupigia nambari ya 0767444701. Au daktari ungeweza kutajia namba yako ya simu sasa hivi? Kwa wale ambao watataka ushauri na mambo mengine kama hayo, namba ya simu ya kupiga au ya WhatsApp ni 0654 0654 72 72 42 42 44 44. Yes, ni 0654 72 42 44. Yes. Asante sana. Kuna mtu ameuliza swali hapa kwenye kupitia ukurasa wetu wa Facebook na Instagram hapa. Anataka kujua kuhusiana na changamoto ya maambukizi kwenye njia ya haja ndogo. Okay. UTI. Nadhani kwa mtazamo wake anahisi UTI ni pia ni katika maradhi yanayotokana kujamiana. Okay. Kwa hiyo anachotaka kufahamu UTI, hasa zile UTI sugu na zenyewe zinaweza zikaathiri afya ya uzazi. Cha kwanza ieleweke UTI, nafikiri tuseme hivyo watu wanafahamu sana UTI. Ndio. Ni ugonjwa unaopatikana kwenye njia ya mkojo na sio njia ya via vya uzazi. Cha kwanza. Cha pili, UTI haiambukizwi kwa kujamiana. Kwa hiyo hakuna namna yoyote ambayo mwanaume ana UTI, mwanamke ana UTI anaweza kumwambukiza mwenzake. Haipo. Nilikuta ugomvi siku moja, mnapigiwa simu, haipo, hakuna namna hiyo. Lakini vile vile UTI mara nyingi haiwezi kuathiri njia ya via vya uzazi. Ila UTI ile ambayo ni kali inaweza kuleta changamoto kwa mama mjamzito, ambao changamoto hiyo ni kwamba vimelea unaweza kapanda wakapita kwenye zile ureta wakaenda kwenye figo, wakaleta kitu ambacho tunakiita pyelonephritis au urosepsis. Sasa UTI kali kwa mama mjamzito sio nzuri. Ni sawa na malaria kali kwa mama mjamzito. Inaweza ikamletea changamoto mama na pitie mleba, mama kaza kabla muda wake na changamoto nyingine kama hizo. Kwa hiyo inaathiri kwa namna moja. Yes. Okay. Mwanzoni nilikuuliza daktari kuhusiana na wale bakteria wa kaswende, sio gonorrhea na kadhalika, kama mtu anaweza akawapata mdomoni. Ukanueleza vile vile kwamba pia unaweza kuleta athari, inategemea umeenda sehemu gani. Vipi kuhusiana na UTI kupitia mdomoni? Unaweza kuleta athari kwenye mdomo? Lakini kabla hujanijibu hilo, tuna mtazamaji kwenye line. Hello? Hello. Naam, habari yako? Salama. Unaitwa? Dada Jennifer. Sijakusikia mamangu. Hello.
Naam, ongeza sauti usikike vizuri. Halo. Jennifer, uko wapi Jennifer? Niko Mbeya. Karibu Jennifer. Swali lako, maoni yako? Swali langu ni Ndio. mimi hapa ni mjamzito. Naam? Mimi ni mjamzito wa miezi minne. Ikifika jioni ndio shida nini? Naomba urudie swali lako mamangu Jennifer. Asema hivi. Ndio. Yaani mimi ni mjamzito. Simu inakatika, maskini ya Mungu. Anasema ni mjamzito, sio akifika jioni anakuaje? Hello? Ikifika jioni nisumbua sana baridi, sijajua tatizo ni nini. Mwemwele. Umekwenda hospitali kwa daktari wako? Jennifer, pole sana, nadhani kuna changamoto ya kimawasiliano. Kama utaweza kuhama hilo eneo ulilopo, jaribu kukaa katika eneo jingine ili tusikilizane vizuri. Swali lako ni la msingi sana, ni kwa faida yako lakini pia kwa faida ya watazamaji wengine. Una nafasi nzuri ya kutupigia kupitia nambari ya 0767444701. Naam, daktari. Maambukizi ya UTI kupitia mdomo. Haki vijana siku hizi wamekuwa mafundi sana. Athari zake ni zipi? Kiukweli vimelea wa UTI ni ngumu kidogo kupatikana kwenye mdomo kwa sababu wale wako kwenye njia ya mkojo. Na wanapatikana katika njia ya mkojo kabisa. Kwa kupatikana kwenye mdomo hiyo sio rahisi. Sio rahisi. Yes. Sawa. Kuna virusi wale wa homa ya ini, hepatitis, na ulisema B ndio hatari zaidi. B na C. Sema B inakuwa hatari zaidi kwa sababu ni rahisi kuipata kuliko C. Yes. Na ni katika maradhi vile vile ya inatokana kujamiana. Yes, kwa sababu ile ni ile ambayo ni indirect. Unaweza kuipata kwa kujamiana, hata sio kwa kujamiana unaweza kupata. Yaani mabadilishano yoyote ya maji yoyote yale unaweza ukapata maambukizi ya homa ya manjano ya hepatitis B. Sawa. Tofauti kabisa na ukimwi. Kwa mfano mtu kupata ukimwi kwa njia ya mate na 0.02 au ngapi. Lakini sio hepatitis. Okay. Hepatitis kwa mfano sisi ambao tunazalisha wamama, yale maji yenyewe yale yakikurukia tu, kama mama ana hepatitis ushapata. Kwa hiyo inaambukizwa kwa njia ya virahisi sana. Na yenyewe ina nafasi gani katika kuathiri afya ya uzazi? Bwana Othman, ni kwamba ile ni rahisi sana kwa mtoto kupata. Yes. Mara nyingi hepatitis ni kwamba inaweza ikaathiri afya ya mama kwa ujumla. Inaweza isiwe moja kwa moja kuathiri swala zima la via vya uzazi. Hapana. Kuathiri afya ya mama. Lakini vile vile ni umojawapo wa ugonjwa ambao mtoto kupata mama akiwa nao ni rahisi sana. Na vile vile ieleweke kwamba huyu kirusi anaweza kupata changamoto za ini kama tulivyosema, kwa maana ukapata ambacho tunakiita liver cirrhosis au saratani ambayo tunaita hepatocellular carcinoma. Na ieleweke kwamba mama akipata hizo changamoto huwa hata kuzaa inakuwa changamoto kubwa, lakini haiathiri via vya uzazi. Hapana. Na mtoto akipata hiyo au hepatitis B kidogo inakuwa changamoto kwa sababu atahitaji kupata yule mtu ambaye anazaliwa na mama ambaye ana hiyo anatoka apate chanjo ambayo kidogo ni gharama sana. Na mtoto akishaathirika akiwa mdogo, ina maana hata ule ukuaji wake wa kutumia, kuna aina ya dawa ambazo wanatumia kwa kidogo inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo kiukweli kwa hepatitis haiwezi kuzuia ujauzito kupatikana. Haiathiri moja kwa moja vile via vya uzazi, lakini inaweza kaathiri sana afya ya mama, lakini pia na afya ya mtoto. Na ieleweke kwamba changamoto kubwa ya hiyo inategemea mama amefahamu
akiwa kwenye kiwango gani, kwa sababu unajua kuna ile idadi ya virusi vilivyopo kwenye mwili wa mama, ule wingi wa virusi na vile vile kinga yake imekuaje. Kwa hiyo unaweza kaona ni afya mama kwa ujumla, lakini na afya ya mtoto. Na ndio maana vile vile huwa lazima kwa sasa hivi kulingana na shirika la afya duniani na Wizara ya Afya, kwenye kadi ya mama vile vile siku hizi imeongezeka, tunapima pia na nini, na hepatitis B. Kwa hiyo ukienda kwenye kadi ya mama pia ukifungua utakuta ile kaswende VDRL, utakuta hepatitis B iko pale, utakuta na grupu la damu. Hivyo ni vitu ambavyo ni lazima kwenye kadi ya mama na HIV. Samahani, tuendelee hapo. Kuna mtazamaji. Vumilia, habari za jioni. Hello. Hello. Vumilia. Halo. Naam, habari yako mamangu? Salama. Karibu, habari za Bunda? Nzuri. Swali lako, maoni yako, Dr. Beni kwa hapa na kusikiliza. Swali langu ni kwamba ilikuwa mwaka 2018 nilipata ujauzito. Baada hapo kisha kama miezi mitano nikawa napata mwasho na mwaga maji mengi imeupe yenye harufu kali. Nikaenda hivyo sasa nikaja hospitali wamenipa dawa hivyo natumia hamna. Baada sema ni hali tu ya mimi ya ujauzito kujifungua itakata. Nimevumilia hivyo lakini hiyo hali imekuwa inaenda inajirudia hivyo imekuwa hadi napata maumivu chini ya tumbo kwenye kiuno, yani hivyo mara wengine wakisema wanasema kizazi kimeshuka sijui nini, lakini ile hali unakuta inajirudia hivyo ya uchafu unatumia dawa hamna. Lakini nimepiga video wasema vya uzazi viko vizuri, mirija iko vizuri, sasa sijui shida ni nini. Na hayo maji yanatoka mpaka leo? Maji sio kama itatoka kila siku, yani naweza kana toka ukajisa kama unaingia period, unaenda ukaangalia hamna au ukakimbia tu kwa sababu kupata data kukimbia ya kusikia mwake kidogo, basi sema kama ni tu ni mwasho na uchafu. Na hayo maji muonekano wake ni kama maji ya kawaida au yana muonekano gani? Yeye unakuta kama tu ni maji kama ya kawaida, kuta yamesambalia kwenye nguo za ndani, yani labda tu uchafu ndio unaona mfano mwingine kama una mgando fulani hivi, kama maziwa fulani hivi. Asante sana Dokta. Alafu labda sasa hivi kilichobaki kinachonisumbua zaidi ni maumivu kwenye tumbo la kizazi na kiunoni. Na muda mwingine hapo kukutana na mwezi wako ndio hivyo unasikia maumivu. Msikie daktari hapa. Nasema msikilize daktari atakushauri au bado hujamaliza? Lakini video nitapiga kama mwaka huu mwaka jana mwezi wa 7 nilipiga wakaniambia viazi viko vizuri kwa yani kwa Dr. Bingwa na hisi atakuwa anamjua, alikuwa anaitwa Bingwa, alikuwa Bunda hapa. Asante sana. Haya, ngoja nikate TV nimsikilize. Haya, asante sana Dokta. Mteja wako huyo. Sawa kabisa. Kikweli nategemea na vipimo atafanya vipimo gani, kwa sababu kwa mfano mtu ambaye anatokwa na uchafu kwenye eneo la siri na amefanywa vipimo, kwa mfano akafanywa ultrasound, wameangalia kama kuna changamoto, lakini vile vile kama inakuwa haieleweki vizuri, ni vyema ule uchafu kachukuliwa ukaingizwa maabara. Itategemea sasa huku wana maabara kama hizo za kuingiza huo uchafu maabara na kufahamu ni vimelea vipi na ni vya aina gani ambavyo vinamsumbua. Lakini sio kuelewa vimelea tu, inapaswa ingizwe pia kwenye mashine ya dawa ambayo inaweza kagundua vimelea hawa wanaweza wakafa kwa dawa gani. Hii inaweza kumsaidia ili kupunguza swala zima la kunywa dawa kila siku na shida kujirudia kila siku. Na kingine cha msingi sana ni kwamba hakikishe labda na mwenza wake anatumia dawa. Kwa hiyo ni muhimu sana akafanya vipimo vyote ambavyo anashauriwa, lakini atumie dawa ambazo zitakuwa zimeonyesha kabisa kwamba zinamuua yule mdudu. Sawa, ni maelezo hayo ya daktari, lakini zaidi na zaidi kama utakuwa unahitaji maelezo ya kina, mpigie kupitia nambari yake 0654 72 42 44 na utaiona chini ya runinga hapo namba yake tumekuwekea. Daktari, bila shaka nyinyi kama wataalamu wa afya
hamfarijiki kuona wagonjwa wanakuja wengi alafu tunawatibu. Ila mnafarijika kuona wagonjwa wanapungua kwa kupata kinga. Yes. Na kuona namna gani wanaweza wakajikinga na haya maradhi. Kinga ni bora kuliko tiba. Sasa hawa watu hawa, kwa sababu haya yanagusa kina mama na kina baba, wanatakiwa wafenyeje ili wajiepushe na kaswende, wajiepushe na kisonono, wajiepushe na mengine yote ambayo tumezungumza pa, kina chlamydia, kina hizo hepatitis, lakini hata kwenye hizo kina H pylori na kadhalika. Kwenye swala zima la kinga, maana kinga ni bora kuliko tiba. Cha kwanza kabisa tunaenda tatu kuu za kinga. Ambao tunaita primary prevention, secondary and tertiary. Kwenye primary prevention inategemea na ugonjwa au na aina ya kimelea yanayohusika. Lakini cha kwanza kabisa ni kwamba ni lazima yale matumizi ya kujikinga haya magonjwa yanayoambukizwa kwa njia ya kujamiana, STD au STI. Wanakuambia ukiweza uabstain, yani usiwepo katika mnyororo huo. Lakini vile vile wanakuambia basi kama ndio hivyo, kwa sababu ambao wenye wenzi unakuwa na mmoja. Lakini vile vile kuna swala matumizi ya mpira kuhakikisha kwamba basi kama yanatokea yale maambukizi yanakuwa hayahami kutoka mtu mmoja kwenda mwingine. Lakini wakati mwingine njia zina fail. Tukija kwenye secondary prevention, lazima uhakikishe kwamba inapotokea unapata dalili yoyote, kama ulivyoanza kuwaasa watu wasichukulie mabadiliko ya miili yao poa, kwamba unaona hii ni ya kawaida, itaisha, au nitaenda kesho kutwa. Hii inasababisha changamoto kubwa, kwa maana ya kwamba magonjwa haya yote yakiwahiwa kwenye hatua za awali, mtu anapata unafuu mkubwa sana na ataendelea vizuri, na hata pata zile changamoto za long term complication, kwa maana ya kwamba ule ugonjwa hautaenda kuwa chronic, na ujue matokeo ya chronic ndio yanayoleta zile changamoto zingine. Na kama basi haujawahi katika muktadha huo, ina maana utajiandaa sasa kudili na zile complication. Kwa mfano sasa hivi kuna baadhi ya watu washajiridhisha kabisa kwamba hawawezi kuzaa kawaida, kwa sababu na deal na complication. Hiyo tunaita tertiary prevention, kwamba yeye ashaambiwa mirija imeziba yote, na kama hajachukua hatua ya kujaribu kuangalia kuna njia nyingine za kufanya ili izibuke kwa mfano, au imeshindikana kabisa, huyo sasa yeye anajiandaa moja kwa moja kwa ajili ya IVF. Kwa unaweza kaona hiyo ni hatua ya 3 sasa mtu anaiendea. Ubaya ni kwamba Bwana Othman, kila hatua inapofeli kwenda juu, gharama zinahusika. Kwa hiyo kuna complication. Kwa mfano kuna watu ambao sasa hivi kila mara. Daktari, tutaendelea hapo. Neema, habari za Chunya? Nzuri. Karibu sana mamangu, swali lako, maoni yako. Mimi na tatizo. Tatizo gani mamangu? Tatizo langu ni siendi hedhi. Huendi hedhi. Ni muda gani umepita sasa hivi? Miaka 5. Miaka 5? Ndio. Una miaka mingapi? 32. Una miaka 32. Una mtoto? Ndio. Kwa hiyo ilikata muda, ni miaka 5 nyuma ndio imekata hiyo. Ndio. Kuna njia zozote za uzazi wa mpango ulitumia? Ndio. Njia gani pengine? Sindano. Msikize daktari ana maswali yake anataka kuuliza. Daktari karibu. Yuko hewani Neema. Sindano ya mwisho ulitumia lini? Yaani mara ya mwisho? Mwaka 2022. Ndio mara ya mwisho kutumia sindano? Ndio. Kwa hiyo siku hujaona kwa muda gani? Miaka 5. Miaka 5. Hapo lazima ufanye vipimo, kwa sababu za kutokuona hedhi ziko nyingi. Kuna kizazi chenyewe kama kilipata changamoto, kuna homoni ambazo zinakinzana na wenzake. Kwa mfano kuna homoni zinazotoka kichwani kwenda kuibua mayai yapevuke. Homoni hizo zikikinzwa na wenzake, kwa mfano zile za prolactin zikikinza zile homoni za kwenda kuibua mayai ambazo ni follicle stimulating hormone na luteinizing hormone, unaweza kupoteza hedhi. Au hedhi zake au homoni zao za kiume zikiwa juu sana pia vinaweza zikazuia hedhi. Kwa kuna vitu mbalimbali vinaweza vikazuia hedhi. Zile homoni za tezi, kwa mfano za thyroid, zikiwa juu sana zinazuia hedhi. Lakini mayai pia kama yakisinzia, hayati amri kutoka kichwani, zile homoni za kichwani kwamba pevukeni, yakishindwa yakiwa nasinzia,
unaweza usione hedhi. Ukuta wako wa kizazi ukiwa una changamoto, unaweza usione hedhi. Cha msingi